byose Mana umuzigamiye umwana w'umuntu wari wese wewe Mana yacu yatugiriye ubuntu ukatwimenyekanisha tukacika abana bawe tutewe Satani n'abadayimoni bawe watumye muri iki giterane nibabandume nibasha turatsinze Satani yoza gufata umukozi w'Imana w'umurongozi turatsinze Satani yoza gufata abaririmbyi turatsinze Satani yoza gufata umusiguzi turatsinze Satani yoza mu bana bagatuma abana Satani abafatamo akabinjiramo turatsinze Satani yoza kwinjira mu banyashengero Mana yacu tutekumve tuze mu izina ryawe Yesu wacu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We're going to sing the joint choir. We're going to join together to sing a song in Kirundi and in Swahili. I welcome those in the joint choir to come here. Those who help to sing to here together. We're going to start with the Kirundi song 272. 272. If you don't have a book, you can see on the screen. As the musicians start playing the music, so that we can start singing. Ah
Thank you for the church. Because when you sing, you are welcoming the anointing. Hallelujah. Hallelujah. You can now sit down as we continue with our program. Hallelujah. Hallelujah. This morning, we're going to start with this choir. Mount Zion Christian Choir. Mount Zion Christian Choir, 2 songs. Kisha PFPS Choir nyimbo mbili. PFPS 2 songs. IGC Elizabeth Grove nyimbo mbili. IGC Elizabeth Grove 2 songs. Kisha Mungu abariki, karibuni mtume. Welcome and God bless you.
yangu mtumishi wa Mungu. Shika sana ile ulicho nacho, asije mtu akakitwaa. Ndugu yangu ng'ang'ania imani, ndugu yangu ng'ang'ania wokovu, asije mtu akaitwaa dhambi yako uliyo nayo. Unaweza ukachoshwa, lakini duwe na kutia moyo, ushike sana kile ulicho nacho, ung'ang'anie ile imani, ung'ang'anie ule ushindi, ng'ang'ania wokovu, wokovu. Haleluya, haleluya. Wakati na wanaleta sadaka, mama analo jambo zito ambalo ameninong'oneza, nami napaswa kuliachia kanisa wasikie kile ambacho Bwana amefanya kwake. Karibu mama. Haleluya. Nashimimana kufanyicho na pastor ya Ntengera. Nani sisi kinchamba watakote ndamu na nalima zinyaki likinga wako. Aliko kufanyicho na hicho Ntengera. Mungu sekukuri bihe nashimimana sana. I thank God. Yesterday when I was prayed by pastor, I was feeling healing. Praise the Lord. Haleluya. Naomba Mungu awabariki wote walioondoa moja imani kwamba wale pia God bless you. Kung'ang'ania imani, kung'ang'ania imani, imani, bila kujali kitu chochote. There is a
Naomba basi tuweke wimbo huu. It's a good time to listen to the word of God. Hebu nikusihi katika jina la Yesu Kristo. I just begging you, please. Ufungue moyo wako. Open your heart. Bwana afanye kazi. So that God can work in you. Juu amekuandalia mambo mazuri. I know there is so many already. Mengi mno. So many for you. Nasikia katika Roho Mtakatifu. I feel in my spiritual world. Tuonyesha kwamba kuna mambo. The Holy Spirit telling me there is something. There is something that is going to happen. Uwe tayari kukutana na Bwana. Please be ready to meet with our God. Muombe mtumishi wa Mungu. Authorize the servant of God. Simame mahali alipo. To stand up. Afanye kuja.
celebration, it is David said, kwamba nalifurahia waliponiambia twende when I nyumbani was mwako. invited to get into the house of the Lord. Ndani ya nyumba ya Bwana kuna baraka. It's a blessing in the house of the Sema Lord. amena. Nawasalimia wote katika jina la Yesu. Thank you in the name of Jesus. Leo ni siku nyingine That is another day. ambayo inajitegemea That is independent. na inamhusu kila aliyefika leo It's sufficient for everyone. kwa mambo mawili, For two things. kuelewa au kutokuelewa. Understanding or misunderstanding. Naomba nikwambie, I wish to tell you, kutokuelewa kwako misunderstanding hakucheleweshi Mungu kufanya mambo yake. never big. Sema amena. Haleluya. Hallelujah. Nasikia leo nisiende na mengi. Today I have so much. Nina ujumbe maalum. I've got a special message. Kuna vitu ambavyo Bwana amenipa There is something I've got from my God. kuanzia saa 10 ya usiku, Last night. na mimi lazima nilete kwako And it's very important to give ili you uelewe ninachokwambia so that they can understand na what I'm ambacho saying. Bwana ameniambia. Those who has received from God. Hebu tusome katika kitabu cha Methali, Let us read in the book of Proverbs. katika Methali 22 mstari wa 3 inasema, Proverbs 22, verse 3. mwenye busara huyaona mabaya akajificha, He that demanded for sin, evil, and hides himself. bali wajinga huendelea mbele wakaumia. But the simple pass on it and are Itika amina. say amen. Sema amina. Ujumbe wa leo The message of today, ni today's kulinda- message, ni kulinda moyo wako kuliko vitu vyote. keep your soul more than anything else. Ninaposema habari ya kulinda moyo, When I'm saying about to protect your kwa soul, uelewa wa haraka inawezekana usielewe. maybe you may understand it quickly, you may misunderstand as well. Unajua kuna watu wanaweza kuishi na kitu cha thamani wasikielewe. You know you can live with something and then you not understand it. Kuna watu wanaweza nikawahubiri thamani ya moyo wasielewe. There is some people I can teach about their soul, they still not understand. Wasielewe maana ya moyo ni nini. They don't know what is meaning of the soul. Biblia inasema kwamba Bible says that mtu mwenye busara the prudent man akiyaona mabaya who anajificha, has seen evil, he hides himself. bali mjinga anaendelea mbele akaumia. But if the stupid men continue ahead and they get punished. Si kwamba tangu nimehubiri hujanielewa. It's not mean that since I'm preaching you don't understand. Masikio unayo, You have your eyes, macho you unaona, have your own eyes, unasikia ujumbe. you heard the message, Na katika Biblia and then in the Bible, mara nyingi Yesu alipohubiri sometimes when Jesus was a preacher, alieleza mwenye masikio na asikie. he said, everyone who has their ear may hear this. Si kwamba hawakuwepo hata ambao wana masikio, It doesn't mean there were people who doesn't have it. wote walikuwa na masikio, All of them had the ears. lakini wewe kwenye masikio usielewe. But you can have in your ears, but you Wanaelewi wenye masikio na kuelewa neno la Bwana. Sema amina. they understand so quickly. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kuna mahali unataka kwenda. There is something I want to go. Naomba msiende mrudi haraka. Don't go in the room. Nipo damu, piga makofi kwa Bwana. Haleluya. Ni ujumbe kwa ajili yako. Message for you. Ujumbe wako na moyo Message to heal you. ambao leo That is today. ni salamu yangu ya mwisho My last message for you. kwako wewe uliyefika leo. You are here today. Sema amen. Say amen. Badilikeni, mtamwona Bwana anatenda maajabu. Be changed, you will receive it. Sema amina. Biblia inasema kwamba Bible said that Elia alikuwa mtu mwenye tabia moja na sisi, Elijah was a man like us. mtu wa kawaida kama sisi, Just men like us. mtu aliyechoka kama sisi, The tired men like us. lakini alimwambia Mungu, He called mvua us. isinyeshe upande
said that kwamba mtu anayenitumikia the man who saved me, Baba atamheshimu. my daddy will respect him. Yaani hapo naponiona naheshimiwa na Mungu. As you can see me, I'm respected. Hata kama wewe huwezi kuelewa ninachofanya hapa, Baba ananielewa. Sema amina. Pigania kuheshimiwa na Mungu. Your faith is respected in front of God. Pigania kuonekana unacheza mbele za Bwana. Conquer and see you are dancing before the Lord. Haleluya. Haleluya. Unajua You know, rafiki yangu anachelewa kidogo. I'm getting a bit. Nani? Wela hizi jera. Amechoka. Misa Muhammad wela hizi. Wow! Come quickly. If you miss my son, hallelujah, hallelujah. And you I'm trying, yes. I think that is one day I shall preach the gospel of Jesus Christ in the English language. Anaamini kama siku moja tahubiri kwa Kiingereza. Amen. Mr. Muhammad. Where is Muhammad? Gerald. Okay. Mr. Gerald, welcome, welcome, welcome. Hallelujah. Hallelujah. Unajua mimi ni mwinjilisti. You know, I'm an evangelist. Hallelujah. Hallelujah. Unapenda mambo ya kwenda haraka haraka. You know, I want to go so fast. Nataka kueleza maneno tunayosoma kwenye Biblia. I want to explain the word of God we read in the Bible. Ya kwamba mwenye busara kiaona mabaya anajificha. Whoever is wise, when he sees evil coming, Lakini mpumbavu anaendelea mbele na kuumia. but a stupid man will continue and get hurt. Wakina mama mnaniumiza sana. You women, you hurt me a lot. Kila baba anayekuja anasema vipi mambo, unaweza kuja mambo poa. Every man who comes and he says to you, how do you say everything is good? Kama una uchaguzi wa kuchagua nani anakusaidia. You can choose whoever brings you. Nani kila mwanaume ni wa kwako. Every man belongs to you. Akisha kwambia wewe mama ni mzuri, nilegeza macho. And he says to you, woman, you look wonderful. You Lazima wana akili mama. must be wise. Chagua wanaongea na wewe. Decide who belongs to you. Kila mtu anayekuja. Listen to the person. Hallelujah. Hallelujah. Mama onyesheni heshima mlionayo. You must show respect you have. Acheni kuhangaika na dunia. Don't bother with the world. Kuna wengine mnaacha ndoa zenu. There are many people who left your families. Ya kitoto hayo. These are childhood. Umepata jitaipi. What new thing have you gained? Wanaume tuna jinsia moja, tuna jipya. All men are the same. Why are you troubling yourself? Unakuta ndoa yako bure. Break your marriage for nothing. Kwa sababu ya kusikia mazungumzo. Just for listening, because of listening, those kind of discussions. Kuna wengine hapa mishimani wanaenda kutenda neno kafanya. And even there are even people when they finish, they will go away and sing. You go. Siku moja niko nahubiri mahali. And one day when I was preaching somewhere, Nilipokuwa nahubiri, when I was preaching, kumbe kuna mwanaume na mwanamke. there was a man and a woman. Wengine wamepatana waje kwenye mkutano. They agreed to come to a conference. Wakimaliza mkutano waende kwenye mambo And yao. after the conference, they go and do their things. Mimi nilipokuwa nahubiri, When I was preaching, yule baba alipokuwa pembeni, the man who was aside, akawa anasema huyo and when he was talking in his house, baba ananiharibia mipango. this man is breaking my plan. Kama yule dada atanikubali. I don't know whether the woman will continue the plan. Na kweli alipoondoka, It is true when he left, mfano yule binti waende kwenye mambo to yao. follow the woman to go and sing. Yule binti alisema leo siendi, ni leo. The woman said, today I'm not going. I'm saying, hallelujah. Inabidi usikie mambo yanayokuja na hatari yake. You must listen to the things that are coming, even the danger that is coming. Usiwe na masikio alafu usisikie. Don't have ears and you can't listen. Ni heri usingekuwa na masikio
wala hata bila shida, without any trouble, wala hatuogopi chochote. and we don't fear anything. Sikiliza nikwambie, Let me tell you something. wakati mtu anapotenda dhambi, When someone sins, utarajia mafanikio. he expects success. Baada ya dhambi After sin huja majuto. comes sorrow. Sema amen. Say amen. Mimi siku moja nilienda Burundi. One day I went to Burundi. Miaka ile mwaka ulikuwa kama mwaka wa 76. It was around 1976. Nikaenda Burundi. I went to Burundi. Nilipofika pale Burundi, When I arrived in Burundi, kuna mahali fulani mpaka tulikuwa tunanunua mitumba. there were somewhere we used to buy used clothes. Nilikwenda nikakuta mama mmoja. And I went there and I found a woman. Yule mama alikuwa kama Msomali. This woman looked like a Somali woman. Mama mzuri sana. A wonderful woman. Mama kutoka Kongo. She came from Congo. Nilipofika pale kama nikaanza kusema naye. When I arrived there, I started to have a discussion. Nikamuuliza mama, uko mzima? And I said to this woman, are you alright? Kanima papa, mimi niko mzima kabisa. I said, Papa, I am alright today. Nikamwambia mama, niko nataka kusema na wewe. And I said, woman, I want to talk to you. Yule mama kaniambia ukaribu yake ndani, mimi niko tayari. The woman said, just get in my house. I'm already fine now. Nikamuuliza uko nataka shilingi ngapi? And I asked her, how much money do you need? Mama yule kaniambia mimi niko nataka shilingi 100. And the woman said, I want only 100 shillings. Nikamwona huyu mama ni mpumbavu. And I said, this woman is very stupid. Manake nilikuwa na hela nyingi. Because I had a lot of money. Nikaingia ndani. And I went in. Yule mama kanipokea. And the woman received me. Alinivuta kwa macho yake. And she dragged me with her eyes. Na uzuri aliyokuwa nao. And the beauty she had. Tulianza kutenda dhambi. And we sinned. Na ile dhambi nimenunua shilingi 100. And the sin I bought it with 100 shillings. Yule mama kanisifia sifa zote. And this woman praised me. Baada ya kumaliza tendo hilo, After committing the sin, ilinichukua masaa 6. it took me 6 hours Nikiwa ninangoja boti. waiting for a boat. Saa hiyo nikaanza kubreathe kama mwanamke. And immediately I start to bleed like a woman. Saa hiyo Immediately. Nikasema nini kimetokea? And I said, what's happening? Nipoangalia suruali, Unaona my pants. nikasukuta damu nyingi. I saw blood, a lot of blood. Nikaanza kujuta. And I start to have to be sorry. Nikasanua suruali nyingi. And I put another pant. Nikaanza kuvaa nyingine na nyingine. And another one. Nikavaa suruali 4. And I wore 4 pants. Roho ikaniambia sasa ukirudi kwa mke wako namuua. And my heart told me, if I go back to my wife, I will kill her. Nililazimika niende mahali pengine. So he took me to go to another place. Bila kumwaga mke wangu. Without saying goodbye to my wife. Nilimhurumia mke wangu. I came back to my wife. Ile yake yeye alikuwa hajui. She didn't know about the sin. Mimi nilikuwa nasoma na kuletea. And I was bringing all kind of disease to her. Nilipoenda huko nilikokwenda. When I went, wherever I went, Tumia hela nyingi. I used a lot of money Wapo wanawake na mimi ni wapo mbona tufe wote. to give the same disease to other women. Ile dhambi nilinunua shilingi 100. The sin I committed, I bought it 100 shillings. Na saa hiyo nikaanza kuoza. And the same day, I started to get. Ndiyo maana basi nikisimama katika neno. That's why I stand in the word of God. Sigeuki. I don't take it Kwa back. Yesu The alichonitendea. Lord of Jesus said, Nitarudi kwenye dhambi I tena. will never go back again. Heri wewe. You are blessed. Yawezekana shetani ni rafiki yako. It is maybe the devil, Satan is your friend. Imenitesa mno. He caused a lot of suffering to me. Sitarudi kwake. I will never go Nafuata back. wewe na Yesu. I go to Jesus. Nina uchungu moyoni. I have sadness in my heart. Kama ningekuwa na mke wangu hapo ningemwona anatoa na machozi. If I was with my wife here, she could cry all day. Ule ugonjwa ulisumbua maisha yangu na mke wangu The sickness caused a lot of trouble to me and my wife kwa miaka mingi sana. for many years. Ndipo
Nikamtafuta mganga mmoja dokta, and then I found one doctor, nikamwambia naomba uniangalia, kanipima, and I asked him, please check me, examine me. akasema ugonjwa ulionao ni mbaya mno. And he said the sickness you have is the worst of the worst. Ugonjwa ambao nimeununua hela. The sickness that I bought with my own money. Dada, wewe pokea hizo hela, Continue to receive the money, zitakutoka mapuani siku but the money will come out from your nose. bali sikubali itatokea. You accept it or not, it will happen. Maana yake mwenye busara akiona mabaya anakimbia, Because when a wise person sees evil coming, he runs away. bali mchina anaendelea mbele na kurudi. But as a fool, continue and get hurt. Niliumizwa na hela niliyokuwa nayo mfukoni, You know, I was hurt with my own money that I had in my pocket. na mimi ninajua yatatokea kwako. And I know it will happen to you as well. Pale nikampata mganga, Immediately I got the doctor, alikuwa ananipiga sindano karibuni 8 kwa kila siku moja. and he used to inject me 8 injections a day. Nilimeza tetracycline zaidi ya 50 kwa kila siku, And I used to swallow tablets called tetracycline 30 a day, ili mimi nife, so that I may die lakini nife na wengine. and die with other people as well. Namshukuru Mungu wa But I mbinguni thank God in heaven. aliyenikuta nimeoza na The magonjwa. one who found me destroyed Yesu Jesus took me and he washed me. Kuna kiapo niliapa I made an agreement ya kwamba that tangu siku nilipookoka, from the day I got saved, kamwambia Baba aliye juu, and I told my Father who is in na heaven, leo ninamwambia kisikia, and I tell him even today, siku zitakaporudi kwa mwanamke asiye wa kwangu, the day I go back to a woman who does not leo love me, nikute pale my heart may be switched off. hayo ni mapatano yangu na And wewe, that is my agreement with my na Lord. Mungu ananitunza. And God protect me. Nimeenda miji mingi, I've been to many cities. ameenda uchi mbele za watu, They got naked in front of you. roho yangu imeshikwa na Bwana. Has been taken by the Lord. Siwezi kukosa mbingu kwa macho yako wewe Baba. I cannot lose heaven because of your eyes, woman. Fanya biashara, endelea, Continue with your business. endelea. Just continue. Biblia inasema hivi, The Bible says, msidanganyike, don't be deceived. Mungu hadhihakiwi. God is never judged. Chochote pandacho mtu Whatever you plant ndicho kinachovuna. is what you are going to harvest. Utavuna mama, You will harvest, mother. utavuna baba. You will harvest, father. Sasa sijui ninyi mliotoka Burundi, I don't know you who came from Burundi. sijui mtahangaika mpate watu wangapi. I don't know how many people you will get with your travel. Sulemani yeye alikuwa na 1000. You know, Solomon had 1,000 wives. Nadhani wewe utakuwa na 5000. I think you will have 5,000. No. Wakati mtu anapotenda dhambi, You know, when a person sins anaangalia mafanikio. and he checks the success, Maliza dhambi tu, after sinning, matokeo yanakuja. immediately the results arrives. Kwa kitabu cha Mwanzo, Let's open the book of Genesis. fanya haraka, nataka nimalize. Try quickly the book of Genesis. Kuna watu wenye shida. There are people with many hardships here. Hebu fungua kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Open the book of Genesis chapter 3 Uangalie yaliyotokea wakati shetani anamshawishi mwanadamu. and see what happened when the devil was trying to convince or to deceive. Hebu tusome pale 3 mstari ule wa 6. Chapter 3 verse 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa macho, kwa maarifa, basi akatwaa katika matunda yake akara, akampa na mmewe, naye akara. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave to her husband who was with her, and he
mti huu. You know, they were already told the quality of this tree. Yule mwanamke aliona mambo matatu. This woman saw three things. Ule mti unafaa kwa chakula. The tree was good for food, Unapendeza macho. pleasing to the eye, Tena ni mti ambao ni wa kutamanika kwa maarifa. and it was desirable for knowledge. Yalikuwepo mambo aliyoyafanyia uchunguzi. There were three things that she had already Na examined, baadaye akachukua kara. and then she took and she ate. Akampa na mume wake naye She akala. even gave to her husband and she ate. Baada ya kumaliza kula, And after they finished eating, yale matatu aliyoyaona ya kutokea, all the things she saw, nothing happened. pale pale alifunguliwa macho, Immediately their eyes got open, wakaonekana wako uchi, and they were seen to be naked. wakaanza kukimbia. They started running away. Tatizo la dhambi, You know the problem of sin, ukishatenda when you sin it ukinaswa, and when you are snatched, unajua kujinasua. you can't help yourself. Si rahisi kutoka, It is not easy to get away. unabangwa. You get tightened. Jamani, amena. Say amen. Jamani, amena. Say amen. Nafurahi ninyi ni watu wa kutoka Afrika. You know, I am very happy because you come from Africa. Sisi kule Kigoma You know, in Kigoma, tulikuwa tunatega ndege. we used to catch birds. Ndege unamdanganya, You know, you try to receive the bird unaweka ulimbo mpaka hapa, and you just put a thread up to there unaweka ulimbo mpaka hapa, and another thread over there, halafu unachukua kamti kadogo unachomeka hapa, and you put another stick around here, halafu unaweka ile yule kumbikumbi, and you put a kind of insect that which is the bird like to eat, yule kumbikumbi anaanza kutetemeka hivi, and the insect try to just shake like that, ndege anaangalia, and the bird watches, ndege anajua ule ni ulimbo, and the bird knows that is a thread. halafu wakati anapoangalia, But when the bird looks over there wewe uliyetega unasema hapo hapo, and he said, there, I'm going to catch the bird. hapo hapo kidogo anakaribia. Now the bird is coming, is approaching. Unaambia watu nyamazeni huko, nyamazeni, anakuja. And he said, quiet, quiet please, the bird is coming. Ndege wana aina mbili. You know, there are two kinds of birds. Kuna ndege ambaye akiona kumbikumbi wa jinsi hiyo, There is a bird which sees the insect, anaruka na toroka naenda mbali, jumps and run away. lakini yule mjinga anakaa hapo hapo, But the stupid bird stays there anakuja na jaribu ile, anachukua halafu anarudi, and comes, wants to snatch the insect and comes back again. na wewe unakaa tayari. And you get ready. Yule ndege kithubutu tukunaswa, When the bird try to catch the insect, unafika unakamata haraka, catch the bird immediately, unavunja mabawa, and you break all the wings, unavunja na miguu, break all the legs, unatupa pale, and put down, unangojea mengine. and wait again. Ndivyo shetani anavyotenda. That's how the devil snatches you. Anapopitisha kabinti, You know, he brings a beautiful girl, ulikuwa mwimbaji, anaanza kuona unafanya hivi, and you were a singer, now you start doing like that. shetani anasema I sawa, say, now, today, bado kidogo leta mataacha uimbaji, very soon this man will leave the singing. utamnasa tu. I will snatch him. Na kale kabinti anakuja kananichekesha, And this guy comes laughing like Mama Power. sema ngoja tu, And so wait again. utanaswa, You'll be snatched. utavunjwa miguu, You'll be broken your legs. utapewa macho kama Samson, And your eyes will be taken away. ukaondoke, Run away. haleluya, Hallelujah. ukaondoke, Run away. mwenye busara, A wise person, akiona mabaya na when he sees evil, runs away. shida, unaendelea But mbele. stupid people continue. Mimi naona nimalize. Let me finish. Yule mama alikuwa na akili, You know, that woman was alikuwa intelligent. alikuwa na akili, She was intelligent. akaambiwa ni bebe. She was told, please carry me. Yule mama akasema sawa, And then we said, that's okay, I will carry you. matokeo yake alijiwa. And the result, she was eaten up. Kaka utaliwa, Brother, you will be eaten up. dada utaliwa, Sister, you will be
college, tumetoka chuoni, when I was coming from the college, je, kama ilizi I was wearing witchcraft. nyumba yangu imezungukwa na machupa, All my house was surrounded by witchcraft. mbele ya kitanda kulikuwa na chungu kibaya sana. In front of my bed there was a pot, a very bad pot. Ikiwa nimekuwa mtu mbaya mno, I was a bad person. kila mke wangu akisema napiga makofi. My wife who says anything, I will just slap them. Kuna kina mama wako hapa, There are many women who are here. akikohoa tu When they say anything, mama roho inatetemeka, the woman trembles. anasema lile mama They limekuja. said, either my husband is coming. Wewe baba mpige mke wako, If human, you slap your wife, na wewe siku moja utapigwa na one day you will be slapped as well. Bwana watamkwepea na wewe patandika. And one day you will be beaten up. Maana yake Mungu haokopi kwamba uko Ulaya. God does not fear that you are living in a developed country. Nyosha baba, It will strengthen you. wakina mama msifadhaike. The women don't be sorry. Wewe yupo, Your counsel is good. Say amen. mtetezi wetu yupo. The one who protects his enemies. Siku moja nilipoingia kanisani, And one day when I was coming to church, ili niingie kanisani niwakute wake zangu na wapandike makofi, and I went to church to go to find my 3 wives and slap them niwapige na wachungaji and wangu. beat them in front of the Kwa pastors. nini wanahubiri wake wangu kasema nimeokoka? Why they preach it to my wives and they go saved. Nilipoingia kanisani, When I went to church, walipokuwa wanasema Bwana sifiwe, when they say praise the Lord, nilisikia kama nywele zinasisimka. I felt that my hair was coming out. Nikaanza kutafuta kwa kutokea. And I started to find a way to run away. Unajua kuna watu wengine ambao wako hapa, You know that people who are here, hii injili imeshawaumiza sana. this gospel has hurt them. Wanatamani imalize, simalizi naelewa. Nasema hivi baba nimalize. They say, I want this man to stop. Bado simalize. I don't stop. Baba nikushuhudie. I give your testimony. Sema amena. Say amen. Injili inachoma, sema amena. Even the gospel hurts a lot. Kuja Mungu namna hii. Just do your fist like this. Sema Yesu ni Bwana. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Wapendwa, ninawaaga. Beloved, I'm saying goodbye. Mtanikumbuka. You will remember me. Wangapi wanatamani nirudi tena? How many want me to come back? Niombee nitarudi. Pray for me, I will come back. Tena nikirudi narudi na mke wangu. And when I come, Ili hao wanayosema nimuulize mwenyewe. so that this thing I say, you ask your husband. Nikaingia kule kanisani. And I went to church. Bwana sifiwe. I said, praise the Lord. Nikasikia nywele zinanisusa. And I felt my head being snatched. Nikasema hapa, I said, here now, afadhali nitoke kwanza. I will better run. Ukiona mtu anatoroka kama yuko hapo nje, ujue amekwisha bongwa. You know, when you see a person runs away, you know, they've been hurt already. Neno hilo naenda nalo. There's something that I go with me. Imeshaingia. The word of God has already entered. Sema amena. Say amen. Nilipotoka nje, And then I went out. nikaenda kwenye nyumba ya kanisa. And I went to at the church house. Alikuwepo mlevi mmoja, There was a drunkard man alikuwa rafiki yangu. who was my friend. Tukaanza kucheza muziki, And we started dancing to the music. na mimi mambo ya muziki nimeanza tangu mtoto. And you know, dancing to music, I started dancing when I was a little child. Tukacheza And we danced and danced and danced. tukacheza. We danced. Manake wakati wetu kwa tunacheza, kila kiungo kilikuwa na jina. You know, in those days, we used to dance and every part of the body had its name. Mkono wa kushoto na bega lake ilikuwa na jina. The left hand with the shoulder has a name, the name. Mkono wa kulia ulikuwa na jina. And the left arm with the shoulder has a name. Ukikaa namna hiyo Mungu ulikuwa na jina. And when I sit like this hand had Hapo palikuwa na jina. and this had a name. Alafu nikiteremka nikiinuka And when I go down and go up and do it back, inasema jambo, and I say something, nikibadilisha nikiweka when I do this jambo. and I say something again, Ndio jambo lilikuwa limeshabadilishwa. all parts the body. Yesu amebadilisha ndio kwa Jesus. Tamani siku moja nitacheza kiduku kwa Bwana. And I want one day I will dance to him.
will pray, wako analia, crying, wako analia. crying. Kumbe mle ndani nilisahau na faili yangu. Now in the church, I left my files, Ndipo nikamwambia mwalimu, and I said, teacher, naenda kuchukua mafaili yangu. I'm going to take my files, Manake walokole wanapoomba, because they were local, the second one, when they are praying, wanaomba wamefunika macho. they close their eyes. Nitachukua mafaili yangu nitoroke, I took my files and I want to run, halafu nitawapiga nyumbani. and then when they get home, I will beat them. Nilipogusa tumbo kwenye mlango, When I put my foot on the doorstep, Biblia inasema wewe baba mwenye nyama ya mtu wewe, and say, you man with a flesh of man. Yesu akaniona, Jesus saw me, nikarushwa, and I was thrown nikaanguka madhabahuni, to the pulpit. watu wakapiga kelele, People cried, jamani, kilima leo wameokoka. and it's the robber getting my sin. Nikaamka nikafungua suruali, And I stood up and I untied my trousers nilitoa hizi, and take away my witchcraft, niko ninalia, crying, machozi yametoka, tears coming down, damu yametoka, the saliva coming out, na Bwana wa and mabwana I met the Lord of Lords. amsikie, From that day, nikaruka ulimwengu kisogo, and I gave my back to the world, nikapiga bauta, and I stood up nikageuka niende na and I Yesu. told Jesus, Yesu kuna raha, Jesus is happiness. hakuna magonjwa, There's no sickness, hakuna shida, there's no trouble. na nikika nenda mbinguni. God, I go to heaven. Haleluya. Hallelujah. Twende. Let's go. Let's go. My friend, let's go. Leave the world. My friend, let's go to see Jesus. I'm thinking, my wife was overjoyed. She wept. She wept. Mume wangu They said, my husband, ni wewe. is that really you? Hebu fikiri mama yule, Just imagine the woman. nimefunga naye ndoa 73, I got married to her in 1973. 74, 75 nikaleta mke wa pili, 74 to 95, I brought a second wife. 76, 77 nikaleta watatu, 76, 77, I brought a third wife. 78, 79 nikaleta mke wa nne. And 78, 79, I want to bring the fourth one, Ndipo nikakutana na and Yesu. I met Jesus. Mke wangu akupata raha wapendwa. Now I can tell my wife had never enjoyed her life. Angalia mikono ile nilikuwa namtandika makofi. My hand used to slap her, Sasa hivi simpigi kofi, but today I don't slap her. nampiga kakele. I give her a nice clothes. Hallelujah. I love her very much. Hallelujah. Naomba niwaambie usiku wa leo, Let me tell you tonight, alichukua hospitalini, and she's been admitted in hospital, akalazwa, and she's in hospital, akamwongeza chupa nyingine. and they put another drip. Baada ya ile chupa, After the drip, nikapiga simu kwa binti yangu usiku, I rang my daughter, akasema chupa leo inaisha. and they said the drip is about to finish. Baada kama muda wa nusu saa, And after half an hour, mtoto wangu James wa kwanza my firstborn akaniambia, baba, said, Father, mama amepona, your mother is saved. She's okay now. amekaa She's sitting anakula chakula and she's vizuri. eating well. Nasema jina la Bwana And I libarikiwe. said, praise God. Hallelujah. Nikasema mpeni mke wangu nisikie. And I said, please give the phone to my wife. I want to hear it. Nikasema mama James, And I said, Mama James, babe, vipi hali yako? how are you doing? Naendelea vizuri. I am getting better. Kasauti kama mke wangu. You know, the voice of my wife is wonderful. This man is so funny. Unajua wewe babu sio kupenda mke wako wewe ni. You know, man, if you don't love your wife, Unajua wewe ni mtu mbaya sana. you are the worst person ever.
Unajua kuna wakina baba hamna nafasi ya kuongea na wake zenu. You know, there are many husbands who do not have a chance to talk to their wives. Wachungaji naomba semina. And pastor, please give seminars. Andalieni semina ya ndoa. Please prepare a seminar for married people. Wakina baba tuna ujinga. You know, husbands are stupid. Huna nafasi ya kucheza na mke wako. You don't have a chance to jump around with your wife. Huna nafasi ya kubembeleza mke wako. You don't have a place or an opportunity to give like a bed. Yani mwanamke hana tofauti na mtoto. And it looks like your wife is like a child. Mama ukimpenda. If you love your wife. Mtanipa semina. Please prepare me a seminar. Mtanipa semina. Please give me a seminar. Mwisho The end. Una shida. You have a problem. Shida zimetokea. And now how come problem happen to a human being? Naomba nimalizie hapo kwa uchungu. Now let me finish this with sadness. Halafu ufikiri maisha yako yakoje. And then examine your life, how it is. Fungua kitabu cha Yakobo sura ya 4. Open the book of James chapter 4. Mstari wa kwanza. James chapter 4 verse 1. Vita vinatoka wapi na mapigano yaliyoko katikati yenu? Yanatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaona kuona wingu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata maomba wala hamwezi kupewa, kwa sababu maomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Sema amen. Amen. What causes fights and quarrel among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire, but you do not have. So you kill, you covet, but you cannot get, and what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that the friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend to the world becomes an enemy of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now let me announce to you the battle you have, which is in you. Sasa niombe wale mnataka kuondoka muondoke kwanza. Fanyeni haraka. Now I want those who want to leave, you leave now. You better leave now. Najua inaniumiza mimi. You know, it hurts me a lot. Lakini ni acha kwa sababu ndio mazoea yenu mlio nayo. Now let me leave because this is kind of your customs. Lakini naomba kama wangebaki watu wawili. But even if two people could stay here, naomba utulie, kuna jambo litafanyika. Settle down, something is going to happen. Tuache wale watu meendelea na kwenda kukimbilia vyombo vyenu. Leave those people who are going for their own things. Nataka kumaliza kwa jambo hili. I want to finish with this. Vita ulionayo wewe, the battle you have, iko katika viungo vyako, which is within you. Hiyo ndio shida ambayo ulionayo. That is the trouble you have. Vita iko nje ya maisha yako. The trouble is not out of your life. Siku ya mwisho, at the end of time, ukienda motoni, the day will be thrown in the fire. Mtu yeyote, you will not blame any person. Vita vimetoka ndani ya viungo vyako. The battle came within you. Biblia inasema, the Bible says, natamani wala hamuombi wala kupata. You covet but you cannot have. Hata mnaomba hamwezi kupata. And you pray but you cannot receive. Sababu mnaomba vibaya. Because you pray with the wrong motives. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. So that you spend them with your wrong pleasures.
so that when you die, you don't see God. Utakwenda wapi rafiki yangu? Where will you go, my friend? Huo ujumbe wako. This message is for you. Lakini kwa waliokoka, But for those who are studying, jipeni moyo. please encourage yourself. Bado kitambo kidogo. Only a short time. We are crossing Jordan. Hallelujah. Hallelujah. Tunaitwa. We have been called. Tunaitwa. We have been called. Baba anatuita. Father is calling us. Bado kidogo. In a short time, Jana nimesema kwamba yesterday I said, yaliyotabiriwa yote yameshatokea. everything that was prophesied has already happened. Halikuwa linalotuzuia tena. Nothing can stop us anymore. Na mwenye kutakaswa zidi kutakaswa. And whoever is holy, continue to be holy. Leo Today's message, linda moyo wako kuliko vitu vyote. protect your heart than Watu anything. wamelinda magari yao. Many people protect their Watu cars. wamelinda mali zao. They protect their wealth. Lakini Mungu But God, angalia gari. He doesn't care about your car. Angalia nyumba. He doesn't care your house. Angalia moyo. He cares your heart. Moyo wako. Your soul. Ndio ule thamani mbele za Bwana. That is something precious in Linda freedom. moyo kuliko vitu vyote. Protect your soul than anything else. Sema yamema. Say amen. Wachungaji. Pastors, Watumishi wenzangu. say fellow servants, Moyo wako kuliko vyote. protect your heart than any other thing. Na wewe kuliko taji. We are ready to receive reward. Taji kwa walioshinda. The reward to those who are victorious. Naomba wote tusimame. Can we all stand up, please? Hallelujah. 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 Naomba wote tutulie. Can we all be silent? Tunamtaka Roho Mtakatifu atusaidie. We want the Holy Ghost to help us today. Si kwamba ninyi wote mtakikwenda mbinguni. It doesn't mean that all of you do not want to go to heaven. Wote tunatamani kwenda. We all want to go to heaven. Lakini kuna kitu kinazuia. But there's something that stops us. Lakini naomba nikutie moyo But let me encourage you. kwamba kuna sauti leo inaita. There is a voice calling. Ikiita kwamba uje When he calls you to come utengeneze maisha yako. and prepare yourself. Leo nitaomba na kila mmoja aliyeko mahali hapa. Today I want to pray with everyone who is here. Ili mimi nisidaiwe. So that nothing can be claimed on my Maisha behalf. yako. Please prepare yourself. Najua Mungu ana jambo kwa ajili yako. I know God has something with you. Ndio maana nimekuleta leo. That's why He brought you here. Ili kwamba uwe na kuamua. So that you might have a decision to make. Lakini kumbuka kwamba But remember that neno la Mungu limesema the word of God says, mjinga akiona mabaya, as stupid when he sees evil coming, mwenye busara akiona mabaya anakimbia. when the wise person sees evil coming, Wajinga he runs away. wewe, But stupid continue. wewe utakuwa uko kwenye pande gani? Where will you be? Which side will you Ndio be? tutakuamua leo. Decide today. Naomba kila mmoja anyoshe mkono Please wako juu. raise your hand up like that. Nyosha mkono wako. Raise your hand. Ninakuaga na maombi haya. I say goodbye with this prayer. Nakuaga na maombi haya. I say goodbye with this prayer. Sema Bwana Yesu. Say, Lord Jesus. Bwana Yesu. Siku ya leo naomba unipe baraka. Unipe kuchagua. Sema kwa sauti. Unipe kuchagua. Unipe kuchagua Njia iliyo njema. njia iliyo njema Iokoayo iokoayo maisha yangu. maisha yangu. Na kukimbilia Yesu. Na ukimbilia Yesu. Leo nisaidie. Leo usaidie. Naomba ushushe mkono wako. Please put your hands down Weka kifuani mwako. and put it on your chest Naomba ukae kimya. and stay silent. Nimeeleza maneno mawili I've mentioned two things. ya kwamba That wewe umechagua kundi gani. in which side have you decided? Mwenye busara kimbiaye matendo yake mabaya, The wise person who runs away when he sees evil, au mjinga anayeendelea mbele akaumia.
are all as stupid who continue and get hurt. What are you carrying in your heart? What are you carrying in your heart, my friend? What you are carrying, you know it. Those who carry Jesus, may God bless you. Oh, hallelujah. Raise your hand and become. I want to pray the last blessing. Who is the first one to come in for you? And get ready to his life. Come, my friend. Come, my friend. Thank you. Come, my sister. Come, please. And your heart tells you. Come, prepare your life. I know your life, how it is. I know how you are, my friend. I know how you are troubled. You were a handsome man. Now you have been transformed. But Jesus wants to change you, to use you, to save him. Only a short time. The one who's coming very soon. Hallelujah. I'm waiting for you. Come and prepare your life. And I want when you come here, close your eyes. Just look at your problems. You are not like that, my sister. You are not the dump of evil. Stop that, please. My sister, you will leave the world. They were beautiful people, but they have left the world. And this is your turn. Prepare your life. Prepare your life. Prepare your life. There's a man here who has a problem with his family. Has a problem with his family. And I want to tell him, there is the end of his life. His house is going to be here. Hallelujah. There is a woman here. I can see tears coming. Don't be sorry. Your husband is coming. Hallelujah. 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 There are young ladies here. They are beautiful girls with good attitude. But they have left Jesus. Jesus is going to receive you. Close your eyes. Please repeat me. Please say these words. Bwana Yesu, naja mbele yako na mzigo wangu wa dhambi. Yesu niokoe. Yesu nisamehe. Wote tuseme Yesu nisamehe. Nakupa maisha yangu leo. Nipokee Bwana. Nisamehe Baba. Andika jina langu kitabuni mwako. Nikuone siku ya mwisho. Yesu asante. Rudia tena Yesu asante. Sema tena Yesu asante. Katika jina la Yesu. Watumishi wachungaji na mama wazunguke tuombe. And I ask pastors to surround these people and pray with them. When I pray. Baba katika jina la Yesu. Hallelujah. Kama neno lako lisemavyo ya kwamba wameitwa wakakujie wewe Yesu. Baba ninaomba kama visivyo Baba tunawaweka mikononi mwako watu hao. Ni salamu yetu kwao ya kwamba watengeneze maisha yao. Baba naomba wabariki. Baba naomba usamehe. Najua na waelewa kuliko tunavyoelewa. Baba wamerudi kwako. Haleluya. Wamekurudia wewe Yesu. Yesu wasaidie. Yesu wasamehe. Yesu pamoja na wao. Wewe ni Mungu wao.
ni Mungu unayewapenda, wewe ni Mungu unayewapenda, ni Mungu unayewajali. Mungu msaidie mama yangu huyu, anasikia moyoni maumivu kwa sababu ya maisha yake. Yesu msaidie, Yesu kumbuka rehema katika jina lako Baba. Wasaidie watu hawa, waondolee machozi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu msaidie mtu, Yesu msaidie naye apate kukuona wewe Baba uliye juu ya yote na ndani ya yote. Wote wabariki Bwana, ukawasaidie Bwana. Yesu inuliwe na utukuzwe katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amina. Let's all say amen. Wote tuseme amina. Let's all say amen. Piga makofi kwa Bwana. A big hand for the Lord. Kung'ang'ania msalaba, eli kung'ang'ania msalaba, msalaba, bila kujali kitu chochote. Eli kung'ang'ania imani, eli kung'ang'ania imani, bila kujali kitu chochote. Eli kung'ang'ania wokovu, eli kung'ang'ania wokovu, bila kujali kitu chochote. Eli kung'ang'ania